tuko We sawa have been kabisa. looking at the doctrine of Christ Tumekuwa tukiangazia mafundisho ya Kristo and seeing why it is important na kuangalia ni kwa nini ni ya muhimu to be well acquainted with or have the right knowledge concerning the doctrine of Christ. tukaweze kujua ni kwa nini tunafaa kujua vizuri mafundisho ya Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Because Kwa sababu there are many things that are being said outside there in the world kuna mambo mengi yanayonenwa kule ulimwenguni in the name of the doctrine of Christ or the right doctrine. kwa jina la mafundisho ya Kristo ama fundisho lililo la haki, But when you examine them using the scriptures, lakini unapoyatazama kupitia maandiko they fall short. unakuta yamepungukiwa. And it is important Na ni for muhimu the believer kwa muumini to know what they ought to know. kujua kile wanafaa kujua, Because if they don't know what they ought to know, kwa sababu wasipojua kile wanafaa it kujua, can become very easy for them yaweza kuwa rahisi sana kwao to be swayed here and there. kuweza kupotezwa huku na huku. Paul tells us that in the book of Ephesians chapter 4, Paulo anatuambia hayo katika Waefeso that we 4 are no longer to be children. ya kwamba hatufai tena kuwa kama watoto. Ephesians chapter 4, we are no longer to be children, Waefeso 4 inasema hatufai tena kuwa kama watoto tossed to and fro ambao wanazungukwa huku na kule and carried here and about na kubebwa kila mahali by the doctrine, by every wind of doctrine. na kila wimbi la mafundisho. And it says by the trickery of men. Na inasema kwamba kwa udanganyifu wa And kibinadamu. let me speak especially to those of you who have come to the knowledge of the gospel Na of the sana grace sana- of our Lord Jesus Na Christ. sana sana wacha niongee kwetu sisi ambao tumekuja kwa hii hekima ya neema ya Yesu Kristo. Because many of us think it is for those who don't have this understanding Kwa sababu that that wengi- scripture applies. Kwa sababu wengi tunadhani kwamba fundisho hili ni kwa wale ambao hawajafikia kujua neema. But the truth is this, Lakini ukweli ni huu. and from a pastoral leadership perspective, I've been able to see Na this. katika hali ya kiuchungaji nimeweza kuona haya. Even amongst us who are coming into the knowledge of the truth, Hata sisi kwa wale ambao tumefikia ama tumeweza kujua ukweli, there are still many of us who are being swayed and carried here and there kuna by wengi, diverse kuna wengi doctrines. zaidi ambao wanapotoka katika mafundisho yaliyopotovu. Hallelujah. And Hallelujah. that's why Na hiyo ndio we sababu need to sit under anointed leadership, anointed pastoral teaching ministry, tunafaa kuketi chini ya walimu waliopakwa so that we can be discipled properly. ili tukaweze kuenezwa ama kufunzwa vizuri. It is very wrong to be a lone ranger, somebody who operates alone. Ni mbaya sana kuwa mtu pekee, mtu anayefanya kazi peke yake, Because kwa sababu it is hard for you to gauge whether you are in the truth all by yourself. kwa sababu itakuwa ni vigumu wewe kuweza kujipima kama uko kwa ukweli ukiwa wewe peke yako. We need one another. Tunahitaji mmoja kwa mwingine. We need spiritual oversight, people who are watching over us spiritually. Tunahitaji watu walio juu yetu kiroho, Not over us in the sense that they are superior to us, sio kuwa juu yetu kwa sababu wao ni wakuu kutuliko, but in the sense of leading us into the truth or helping us to understand the lakini truth. katika hali ya kutuongoza katika kweli na kujua ukweli. That is very important. Hiyo ni ya muhimu sana, And that we are discipled ya kwamba tukaweze kufundishwa in the doctrine of Christ. katika fundisho la Kristo. Hallelujah. Haleluya. Now, we saw several things about this. Tuliona mambo mengi kuhusu First of haya. all, we saw about the person of Christ, Kwanza kabisa tuliona ubinafsi wa Kristo, who he is, yeye ni nani, knowing him as God, kumjua yeye kama Mungu and knowing him as the true representation of divinity. na kujua kwamba yeye ni mtu wa kipekee na wa kweli anayemwakilisha Mungu. Hallelujah. Haleluya. Every other person Kila mtu who mwingine yeyote came claiming to represent God ambaye alikuja akisema kwamba anamwakilisha Mungu as the final authority, kama hitimisho la mwisho ama ukuu wa mwisho, then everyone else is not true. kwa hivyo hao wengine wote sio wa ukweli. Even in John chapter 10 and verses 10, Jesus said, all who came before me are thieves and robbers. Hata Yohana 10:10 Biblia Yesu alisema kwamba wote waliokuja nyuma yangu ni wezi, Because they were coming as the representatives or the representation of God, Kwa not sab- representatives, as the representation of kwa God. sababu walikuwa nakuja kana kwamba wanamwakilisha Yesu, But they were not
the accurate representation of him. lakini hawakuwa wanamwakilisha Mungu kikamilifu. Hallelujah. Haleluya. That's why Jesus, Na ndiposa Yesu according to Hebrews chapter 11 kulingana na Waibrania and verses 11 1 and 2, mstari wa kwanza na wa the pili, Bible says he is the exact representation Biblia of the Father. inasema kwamba yeye ni mwakilishi kamili wa Mungu. Jesus told, who was this? In John chapter 14, he was speaking to who? One of the disciples, I'm forgetting his name. Katika Yohana 14 alikuwa anaongea na mmoja wao wanafunzi Who told him, show us the Father? Who was ambaye this? alimwambia kwamba tuonyeshe Baba. Remind me who it was. Jesus had revealed himself. Is it Nathaniel? Oh, it's Philip, rather. Philip, yes. Jesus had revealed himself to them. Yesu alikuwa amejidhihirisha kwao, And then Philip says, show us the Father and it will be enough for us. na Filipo akasema tuonyeshe Baba nasi tutaridhika. But Jesus told him, have you been long enough with me not to know that whoever has seen me has actually seen the Lakini Father? Yesu alimwambia umekuwa na mimi kwa muda mrefu, lakini ujui yeyote ambaye ameniona amemwona Baba. Hallelujah. So Haleluya. Jesus Kwa hivyo is Yesu the true representation yeye ni mwakilishi kamili of the Father. wa Baba. And if you want to know the Father, Na ukitaka kumjua Baba, look at how Jesus tazama vile Yesu handled humanity, aliweza kukaa na handled binadamu, people aliweza kukaa na watu when he was here on the earth. wakati alipokuwa hapa He duniani. was gracious. Alikuwa amejawa na He was neema, merciful. alikuwa amejaa na He neema, was ready and willing to forgive sin. alikuwa tayari na rahisi kusamehe He dhambi, healed the sick. aliwaponya He wagonjwa, raised the dead. aliinua He wafu, demonstrated to us fully alituonyesha kikamilifu the goodness of God. uzuri wa Bwana. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of Jesus Jina la Bwana Christ. lisifiwe. And so we talked about the person of Na Christ. kwa hivyo tuliongea kuhusu ubinafsi wa Yesu We Kristo, talked about the performance of Christ, tuliongea kuhusu utendaji kazi wake, because the doctrine of Christ also speaks about the performance of kwa Christ, sababu mafundisho ya Kristo pia yanaongea kuhusu utendaji kazi the wake, finished work of kazi Jesus. iliyokamilika ya Yesu Now, Kristo. please note, it is already accomplished. It is perfectly accomplished. Tafadhali tazama ya kwamba imekamilishwa kikamilifu, Because many believers live and operate as though there is more that God needs to do, kwa sababu waumini wengi wanakaa kana kwamba kuna mengi ambayo Mungu anafaa kufanya, as if the work is not already kana done. kwamba kazi haijakamilika. Hallelujah. Haleluya. In the same way God created the world and he created the Garden of Eden and everything that man needed before creating man, Vile vile Mungu alipoumba shamba la Edeni na akaumba kile kitu ambacho mwanadamu alikuwa anahitaji kabla ya kumuumba mwanadamu, that is the same way hivyo hivyo that Christ Jesus ndivyo Kristo Yesu made available everything that we need for life and godliness, alifanya kuwe na kila kitu ambacho tunahitaji kwa maisha ya uteua na maisha ya kisasa, even before we were saved. kabla ya sisi hata kuokoka. Please look at your neighbor and tell them, for me it is finished. Tafadhali mwangalie jirani yako na umwambie kwa It niaba is yangu ya kwamba accomplished. imeisha, It is accomplished and perfectly accomplished. imekamilika kikamilifu. Hallelujah. Haleluya. In the doctrine of Christ, there is the presence of Christ. Na katika mafundisho ya Kristo kuna uwepo wa In Kristo. the doctrine of Christ, there is the provision of Christ, Kwa or through mafundisho his ya Kristo performance. kuna kutoa kwa Kristo ama kupitia kazi yake. Hallelujah. There is Haleluya. the power of Christ. Kuna nguvu ya Kristo, They are the promises of Christ. kuna ahadi za Kristo. 2 Peter chapter 1 and verses number 3 beginning there tells us that we have been given exceedingly great and precious promises. Petero wa pili 3 inasema kwamba Pili moja. ya pili 1 inasema kwamba tumepewa ahadi zaidi. Exceedingly great, ahadi kuu zaidi, na Ahadi zilizo kuu za zaidi dhamana. na zilizo za Hallelujah. thamana. Amen. And Amen. he says, this we have been given Na anasema hizi so tumepewa that we may escape the corruption that is in this world ili kwamba tukaweze kuepuka na ufisadi ulio katika and ulimwengu become partakers of the divine nature. na kuweza kuwa watu wanaoshiriki hali yake ya kiungu. Hallelujah. Haleluya. This is awesome and this is Hii wonderful. ni ya muhimu na hii ni ya Now, nguvu. today I want us to look at one of the things Leo nataka tuangalie jambo moja that have been made available to us ambalo limeweza kupeanwa kwetu sisi by the finished work of Jesus Christ. kupitia kwa kazi kamilifu ya Kristo Yesu. And this is the fellowship with the Father, the Son, and the Holy Na Spirit. hii ni ushirika na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Amen. That's what we want to look Hili at. ndio tutataka kuangazia ama Many kuangalia. things we have received, and we have received them freely, Mambo mengine yote tumepata, tumepewa na tumepewa kwa bure bila kabisa, gharama. bila gharama. Let me insist that point. Wacha niseme hayo tena. Everything we receive, we are to receive from God, is given to us freely. Kila kitu ambacho tunapata kutoka kwa Kristo kimepeanwa kwetu bila gharama yoyote ama kwa bure Hallelujah. kabisa. Because many people are being made to pay Kwa sababu watu wengi wanafanyika kuweza kulipia for what has already been freely made available to kwa us. ajili ya kile ambacho tayari kimepeanwa bila gharama kwetu. Listen to me, child of God. Nisikize mimi, mtoto wa You Mungu. are blessed by the Father, Umebarikiwa na and Baba, that is freely. na hiyo umepewa bila No gharama yoyote. conditions. Hamna gharama Masharti. yoyote, hakuna masharti yoyote. Hallelujah. Hallelujah. Ephesians chapter 1 and verses 3 confirms that. Waefeso 1:3 inadhibitisha hayo. You have been blessed with every spiritual blessing in Christ Jesus. Umebarikiwa na kila baraka ya kiroho kupitia Kristo Nobody Yesu. should make you pay or attempt to pay because you Hamna cannot mtu pay. anayefaa kukufanya uweze kulipia kwa sababu hauwezi kuilipia. It is freely given to us. Imepeanwa kwetu bure kabisa bila gharama Hallelujah. yoyote. We don't give to be blessed. Hatupeani ndiposa tubarikiwe. We give because we are blessed. Tunatoa kwa sababu And tumebarikiwa. that scripture we have seen in 2 Peter chapter 1, Na hilo andiko ambalo tumeona katika waraka wa pili wa it says Petero his 1 divine power has given us all things. inasema nguvu zake za uteua zimetupa mambo And yote. all things means all Na things. mambo yote inamaanisha kila kitu. Now, one of the things that we have been given Na mojawapo ya mambo ambayo is tumepewa what we are talking about today. ni kile ambacho tunaongelea kuhusu leo. Fellowship with the Father, the Son, and the Ushirika Holy na Spirit. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Let us turn to our Bibles in the book of 1 John chapter Tugeuke 1 and katika verses Biblia 3. yetu katika Yohana wa kwanza 1:3. Hallelujah. Haleluya. Are you enjoying the message today? Unafurahia ujumbe siku ya leo? We thank God for those of you who are joining us online, Tunashukuru Mungu kwa wale ambao wanaungana nasi online and it is wonderful. na ni ya furaha We sana. appreciate your presence. Thank you and welcome. Tunashukuru kwa ajili ya uwepo wako na tunasema karibu The sana. Bible says in 1 John chapter 1 and verses number 3, Biblia inasema katika Yohana wa kwanza 1:3 that which we have seen and heard we declare to you, ya kwamba twawatangazia lile tulioliona na kulisikia, that you also may have fellowship with us. ili nanyi muwe na ushirika nasi. Yes, and our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Na Christ. ushirika wetu hasa ni pamoja na Baba na Mwana I love Yesu that. Kristo. I love Ninafurahia that. hiyo, Our naipenda. fellowship Ushirika is wetu with the Father uko na Baba and with his Son, Jesus na Christ. Mwanawe Yesu Kristo. Now, in this world that we are living in, Katika ulimwengu huu ambao tunaishi sasa, this is the distinguishing mark between our faith in Jesus Christ and all the other religions of the world. hii ndio tunaweza kutofautisha kati ya imani yetu katika Kristo na na tamaduni zingine zote Dini. za dini zingine zote ulimwenguni. Hallelujah. Haleluya. Because all the other religions will tell you this. Kwa sababu dini zingine zote zitakwambia hivi. They will try to show you what you need to do Zitajaribu kukuonyesha kile unafaa kufanya so that you can be connected to God, or you can ascend to God. ili ukaweze kushirikiana ama kumfikia Mungu. Hallelujah. Amen. That's what we see in the Tower of Babel. Hiyo ndio tuliona katika ile mnara wa Babeli. They tried to build a high tower Walijaribu kujenga mnara juu so that they can get access to God. ili wakaweze kumfikia Mungu. That's what religion gives to you. Hiyo ndio dini inakupa. They make you work hard. Wanakufanya ufanye They kazi na make ung'ang'ane you do zaidi. a lot Wanakufanya ufanye in zaidi order to access God. ndiposa ukaweze kumfikia But Mungu. unfortunately, just like it was with the Tower of Babel, Lakini hata hivyo vile ilivyokuwa tu katika wakati wa Babeli, they could not access God that way. hawakuweza kumfikia Mungu kwa njia hiyo. Hallelujah. Haleluya. Religion Dini will try to make you
itajaribu to kukufanya do many kuweza things, kufanya mambo to be mengi intimate with God. ili ukaweze kuwa na ushirika na Mungu, Ushirika wa ndani, ushirika wa intimate, ndani na Mungu, not just fellowship, but intimate sio tu fellowship. ushirika, lakini ushirika wa karibu na wa ndani na Mungu. Hallelujah. Haleluya! But the gospel that we preach, Lakini injili tunayoihubiri it tells us inatuambia that we have fellowship ya kwamba tuko na through ushirika Christ kupitia Jesus Yesu with Kristo, the Father, tuko na ushirika na the Baba Son, na and Mwana the Holy na Roho Spirit. Mtakatifu. Now, John was writing this epistle, Yohana alikuwa anaandika nyaraka hii, and of course, we know that epistles were written majorly to teach doctrine or correct na doctrine, tunajua kwamba nyaraka ziliandikwa kurekebisha makosa ya mafundisho or to teach doctrine ama itself. kufundisha mafundisho So yenyewe. John was correcting Kwa hivyo Yohana hapa alikuwa some wrong anarekebisha teaching. mafundisho fulani yaliyopotofu, That's why he wrote these na ndiposa epistles. aliandika nyaraka hili, And he was telling the na believers, alikuwa anawaambia waumini there is that which we have seen, ya kwamba kuna kile ambacho tumeona there is that which we have heard, na kuna kile ambacho tumesikia, and now we are declaring it to you. na sasa tunawatangazia. John was one of the first-hand witnesses, Yohana alikuwa ni mmoja wa wale mashahidi mashahidi wa kwanza, wa kwanza. waliokuwa hapo tangu awali. You know, he did not receive this information from others. Yeye hakupata ujumbe huu kutoka kwa He wengine. was with Jesus Christ himself, Alikuwa na Yesu Kristo mwenyewe together with the other apostles. pamoja na wale mitume They wengine. spent about 3.5 years with him, Walikaa karibu miaka 3.5 na observing yeye, him, wakiweza kumtazama, hearing from him. kusikia kutoka kwake. And the same thing happened to Na- Peter as well. Na pia hili liliendeka kwa Petero pia, Not Peter, rather to Paul. kwa Paulo pia. The Bible tells us that Jesus took him Biblia away, inasema kwamba Yesu and for a alimchukua period of 3 na years, kwa miaka he 3 committed the doctrine to him. aliweza kuweka mafundisho Remember, kwake. we said Kumbuka we tulisema don't invent what to preach. sisi huwa hatuumbi ama kuchagua, hatutengenezi kile cha kuhubiri. We preach what has been committed to Tunahubiri us, kile ambacho kimepashwa and kwetu, we faithfully preach it. na tunaihubiri kwa njia ya Uaminifu. uaminifu. That's why he says, Na ndiposa that anasema which we have seen, ya kwamba kile ambacho that tumeona, which we have heard, kile ambacho tulisikia, we are declaring it to you. tunawatangazieni And nyinyi. why are we declaring it to Na ni you? kwa nini tunawatangazia? He says in 2 John chapter 1 and verses number 9. Anasema katika 2 John chapter 1 and verses number 9. Yohana wa pili 1:9. Okay, are you there? Uko pale? He says, whoever transgresses and Anas- does not remain in the doctrine or teaching of Christ Anasema mtu yeyote asiyedumu katika mafundisho ya Kristo, does not have God. mbali akayeacha, yeye hana Mungu. He who remains in the teaching, Yeyote anayedumu, the same, has both the Father and the Son. yeyote anayedumu katika mafundisho ana Baba na Mwana pia. Now, what are we saying here? Tunasema nini hapa? For us to enjoy Ili kwetu tuweze kufurahia fellowship with the Father and the Son, ushirika wa and the Holy Baba na Spirit, Mwana na Roho Mtakatifu, it is important ni ya muhimu for us to have the right doctrine. sisi kuwa na fundisho ambalo linafaa. John affirms that our fellowship is with the Father and with the Son. Yohana anasema kwamba ushirika wetu uko na Baba, Mwana na Roho That is Mtakatifu. unchangeable. Hiyo haiwezi badilika. But what hinders many believers from enjoying this intimacy with Lakini God kile kinawafanya waumini wengi wasiweze kufurahia ushirika huu na is Mungu because they have the wrong understanding. ni kwa sababu kuelewa kwao ni kupotofu. For many years, I struggled with this. Kwa miaka mingi niling'ang'ana na haya. For me, I viewed God as somebody whom I had to do so much in order to come into his Kwangu presence. niliona kana kwamba Mungu ni huyu mtu ambaye ninafaa kufanya mengi ndiposa nifike katika uwepo I wake. did not know that now in the New Testament his presence he has made himself freely available to me. Sikujua sasa katika Agano Jipya Mungu amejitoa na amejitoa kwangu I used kikamilifu. fasting. Nilitumia I kufunga. actually abused fasting Nilitumia kufunga kwa njia mbaya. in order to, it's called what? There's a book we used to read. I'm forgetting the title, the practice of his presence or something, or something. I'm forgetting the title. Nasahau kichwa chake. But it was showing us as if God is at a distance Ilikuwa and we have to do inatuonesha- something in order for us to bridge the distance. Ilikuwa inatuonyesha kana kwamba Mungu yuko mbali na inafaa sisi kufanya kitu ndiposa tuweze kufunga huo
mwanya, kuziba. kuziba. And I'm here to declare to you Na niko hapa that kuwatangazieni God is not far away from you ya as a kwamba believer. Mungu hayuko mbali na wewe kama muumini. It says Inasema our fellowship now ushirika is with wetu the Father and sasa the Son uko na and Baba the Holy Spirit. na Mwana na Roho Mtakatifu. What makes people not to enjoy this fellowship? Kile kinafanya watu wasiweze kufurahia ushirika Can I huu, surprise you? naweza In fact, wafurahisha, shangaza. naweza washangaza. In fact, it is not sin, Hata hivyo sio dhambi, because sin was dealt with. kwa sababu dhambi ilishashughulikiwa. So sin is not the hindrance. Kwa hivyo si dhambi inayotuzuia, And we are not belittling sin. na tufanye dhambi kuwa kitu kidogo. No. Hapana, Don't get us hapana. wrongly, but Usitu- Christ paid fully the price for sin. Yesu alilipia gharama kamili ya Because dhambi. that was the hindrance Kwa before he sababu died. kabla afe, hiyo ndio ilikuwa kizuizi. But now after his death, Lakini sasa baada ya kufa many of kwake, us, what prevents us from enjoying this fellowship wengi wetu kitu kinachotuzuia kuweza kufurahia is ushirika something huu called sin ni consciousness. kitu kinaitwa dhamiri ya dhambi. Consciousness of sin. Dhamira ya dhambi. Instead of being conscious of our forgiveness, or of the forgiveness that we have received, Badala ya sisi kuwa na ile dhamira ya kusamehewa kwetu and the fact that the blood of Jesus Christ has cleansed us from na all ukweli kwamba unrighteousness, Yesu Kristo ameweza kutuosha kabisa kutoka dhambi yote, we are sin conscious. sisi tunakuwa na ile dhamira ya dhambi. That was in the Old Testament, not in the New Testament. Hilo lilikuwa katika Agano la Kale, bali sio Agano That's another Jipya. teaching for another day. Hilo ni fundisho la siku nyingine. What are we saying here? Tunasema nini And hapa? this is the reason why we are teaching on the right doctrine. Na hii ndiyo sababu tunafundisha fundisho Because linalofaa. John Kwa says, sababu Yohana if anasema we don't abide in the right ya doctrine, kwamba kama hatutadumu katika fundisho lililo la kweli, number one, he says, you don't have God. ya kwanza anasema kwamba hauna Mungu. In other words, Kwa mambo mengine you are hindered from accessing ni kwamba umezuiliwa kumfikia Baba. Faith in Jesus Christ Imani katika Yesu Kristo only pekee is what gives us access to the ndio Father. tu inayowezesha kumfikia By Baba. grace, you have been saved through faith. Kwa neema umeokolewa kupitia imani. This not of yourself, Na hii siyo ya kazi it yako, is the gift of ni God. kipawa cha Mungu. So we are to remain in the doctrine of Christ, Kwa hivyo tunafaa tudumu katika mafundisho ya Kristo so that Yesu, we can continue to enjoy the ndiposa fellowship tukaendelee kufurahia with the Father, the ushirika Son, and the wa Holy Baba, Spirit. Mwana na Roho Mtakatifu. That is not a condition that God gives for us. Hiyo Is not a condition, sio sharti. sio sharti ambayo Mungu anatupa. No, Hapana. it is when we don't do it this way, we are the ones hindering ourselves. Wakati hatufanyi hivyo, sisi ndio tunaojizuia. Hallelujah. Haleluya. So when we are talking about the doctrine, when we are talking about the fellowship of the Father, with the Father, the Son, and the Holy Spirit, Tunapoongea kuhusu ushirika wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, of course we know, as we talk about the Father, the Son, and the Holy Spirit, we are speaking about the Godhead. tunajua kabisa tunapoongea kuhusu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunaongea kuhusu Mungu. Hallelujah. Because Haleluya. that's how God expresses himself. Kwa sababu hivyo ndivyo Mungu anavyojidhihirisha. It's called the Trinity. Inaitwa utatu: The Father, Baba, the Son, Mwana and the Holy na Spirit. Roho Mtakatifu. And actually the Bible puts it that way. Na haswa Biblia inaiweka hivyo. Amen. Amen. So when we are talking about fellowship, Kwa hivyo tunapoongea kuhusu ushirika, the first thing that we want to see here jambo la kwanza ambalo tunafaa kuona is hapa that the Father purposed intimate fellowship with us. ya kwamba Baba alikusudia tuwe na ushirika wa karibu naye. Hallelujah. Haleluya. He purposed it. Alikusudia. Ephesians chapter 1 and verses number 4 to 5. Waefeso 1:4-5. What does the Bible say? Biblia inasema nini? Hallelujah. Haleluya. It says, Inasema even as he chose us before him, before the foundation of the world, kwa maana alituchagua katika yeye kabla ya kuumbwa ulimwenguni, that we would be holy and without defect before him in love, ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake, having predestined us for adoption as children through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his desire. kwa upendo alitangulia kutuchagua tuwe wana kwa njia ya Kristo Yesu,
kwa furaha yake na mapenzi yake I mwenyewe. like the last part. It makes me feel like dancing. Ninapenda hiyo sehemu ya mwisho, inafanya nisikie kufurahi It sana. says, according to the good pleasure of his desire. Hallelujah. Inasema kwa furaha yake na mapenzi yake mwenyewe. This is telling us Hii inatuambia kwamba God was never forced. ya kwamba Mungu It hakulazimishwa. was not because of circumstances or situations Haikuwa ni kwa sababu ya hali ama mambo that he yaliyotokea has chosen or he chose us. ya kwamba alituchagua. It's not because he didn't have an otherwise, Si ati hakuwa na jambo lingine, but it is only because lakini ni kwa sababu tu of his good pleasure ya upendo wake and his desire. na furaha yake na mapenzi yake. Hallelujah. Haleluya. Now, what did that desire make him do? Mapenzi yake alifanya afanye nini? The Bible says he chose us in him before the foundation of the world. Biblia inasema alituchagua kwake yeye kabla ya kuumbwa And ulimwengu. then it says, if you skip one part, which we'll get back to, it says, having predestined us for adoption as children through Jesus Christ to himself. Inasema kwa njia ya Kristo, kwa furaha yake alitufanya tuwe kama wana. Hallelujah. Amen. What is the Bible talking about here? Biblia inaongea kuhusu nini When it hapa? talks about before the foundation of the world, Inaposema kabla ya kuumbwa ulimwengu, and when it talks about being predestined, anaposema kwamba alitangulia kutuchagua, it is talking about God's eternal plan. inaongea kuhusu mpango wa milele wa And Mungu. what was that eternal Na plan? mpango huo wa milele wa Mungu The Bible ulikuwa says nini? that we would be holy. Biblia inasema ya kwamba ili tuwe watakatifu. Number 2, without defect or Na blame ya pili inasema bila lawama before him in mbele love. zake kwa upendo. Now let us break this down for us to understand. Wacha tuangalie haya ndipo sasa It is tuelewe. telling us Inatuambia God had this wonderful desire in ya himself kwamba Mungu alikuwa na mapenzi haya mazuri ndani that yake. it gave, and this desire gave him pleasure. It made him happy. Na hii na haya mapenzi yakamfanya awe na furaha. Have you ever had an idea of doing something that gave you great joy? Ushakuwa na wazo la kufanya kitu ambalo litafanya uwe na furaha tu. You know, you are just smiling and people are wondering, why Unajua are you smiling unatabasamu sheepishly? tu na watu wanashangaa mbona unatabasamu kiholela. What is this that has happened to you? Ni jambo gani hili ambalo limetukia? And then you tell them, Alafu unawaambia I have an idea. niko na wazo. Now that's how God was. Hivyo ndivyo Mungu alikuwa. Hallelujah. He Haleluya. had an idea Alikuwa na wazo of himself, yake yeye and mwenyewe it gave him good pleasure. na ikampa mapenzi And mema, that idea na hiyo wazo was even before he created the world, ilikuwa ni kabla hajaumba that ulimwengu, we would be holy. ya kwamba sisi tuwe I watakatifu. have told you before Nimekuambia hapo awali that before I understood what holiness truly ya was, kwamba kabla nielewe utakatifu ni nini it used to haswa, scare me a lot. ilikuwa inanishtua sana. And I think it is because of well-meaning preachers and pastors Na ninadhani tu ni kwa sababu ya wahubiri ama walimu ambao walikuwa na nia njema, who threatened us ambao walitutishia with this issue of holiness. na hali hii ya We utakatifu. would get into services and they would tell us, Tungeingia katika ibada na wangetuambia everybody kneel down and repent. kila mtu apige magoti chini na aanze You kutubu. need to cry out to the Father because he's very Unafaa angry with umlilie us. Mungu sana kwa sababu ametukasirikia. You know we are full of sin and God is holy. Unajua tumejawa na dhambi na Mungu ni And therefore mtakatifu. he's angry with us and he's about to do what? He's about to punish us. Na sasa ametukasirikia na yuko karibu kutuadhibu. And so we would all kneel down. Na kwa hivyo sisi wote tungepiga magoti. Some of us confused because we don't fully understand what the pastor is Wengine talking wetu tulikuwa about. tumechanganyikiwa kwa sababu hatujui mchungaji anaongea kuhusu nini. And some of us wondering, we have just come from repenting. You mean that is not enough? We Na now need to wengine do another tunafikiria repenting? tumetoka tu kutubu, kwani hiyo haikutosha, ndivyo tunahitaji tena kutubu tena. And by the way, there is a difference between repenting and confessing Na unafaa sins. ujue kuna tofauti kati ya kutubu na kukiri dhambi. Hallelujah. Haleluya. And so we would get down Na
Plead with tungejitwika God chini, tumpembeleze Mungu until we think mpaka tufikirie that he is now pleased with ya kwamba us. sasa tumemfurahisha. But look at this. Lakini tazama hii, Before we were born, kabla hatujaumbwa, before he created the world, kabla hatujazaliwa, kabla He hajaumba chose ulimwengu, us alitutangulia, to be holy. akatuchagua tuwe and watakatifu it gave him great pleasure. na ikampa furaha. What does holiness mean? Utakatifu inamaanisha It nini? simply means Inamaanisha to kwamba be separated unto God. kuweza kutengwa kwa ajili ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. Many people think it is to be separated from sin. Watu wengi wanafikiri kwamba ni kutengwa kutoka kwa But let dhambi. me say this. Lakini wacha niseme The haya. focus of holiness is not sin. Mtazamo wa utakatifu sio dhambi. The focus of holiness is God. Mtazamo wa utakatifu ni Mungu. Hallelujah. Haleluya. When you think about holiness or holy, Unapowazia kuhusu utakatifu ama kuwa mtakatifu, think about God. fikiri kuhusu Mungu. And when you think about Na God, unapowaza kuhusu Mungu, know that God is love. jua kwamba Mungu ni upendo. Hallelujah. Haleluya. So we cannot talk about holiness apart from love. Kwa hivyo hatuwezi kuongea kuhusu utakatifu bila And upendo. this is what this scripture is telling us right Na here. hili ndilo tunalopata katika andiko It hili. says that we would be holy and without blame before him in love. Inasema kwamba ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake kwa So upendo. there is no way Kwa hivyo hamna njia you can yoyote talk about holiness unaweza ongea kuhusu utakatifu outside the context of the love of God. bila kuongea kuhusu upendo wa Mungu. It means that we have been separated from the world. Inamaanisha kwamba tumetengwa kutoka kwa We have been ulimwengu, separated from sin tumetengwa kutokana na dhambi, so that we can come to him ili tukaweze kuja kwake blameless bila and lawama perfect. na kamilifu. Now, Sasa we are not the ones who separate sio ourselves. sisi ambao tunajitenga, We are not the ones who make ourselves holy. sio sisi tunaojifanya watakatifu. That is an endless pursuit that will make you very tired. Hiyo ni kitu ambacho hata uking'ang'ana aje utachoka sana na But hautakipata. it requires you to realize Lakini unahitaji it is kujua him who has made us holy. ya kwamba ni yeye ambaye ametufanya tuwe We said watakatifu. holiness is the language of intimacy. Tumesema kwamba utakatifu ni lugha ya ukaribu wa ndani. Hallelujah. Haleluya. In other words, Kwa mambo mengine, God Mungu is holy. ni mtakatifu. He Yeye decided anaamua, that he is going to be uniquely ours. akaamua kwamba atakuwa wetu wa kipekee. Hallelujah. Haleluya. And then he calls us to be holy. Na sasa akatuita tuwe He's watakatifu. simply telling us, I Anatuambia am uniquely yours. kwa njia nyepesi, mimi ni wenyu wa kipekee. Could you please be uniquely also mine? Ebu na nyinyi pia mkuwe wa kipekee That's kwangu. what the Bible means when it says, be holy, for I, the Lord your God, Hiyo am ndio holy. Biblia inamaanisha wakati anasema iweni watakatifu kwa sababu pia mimi ni I am mtakatifu. uniquely yours. Mimi ni wa kipekee I have kwenyu. committed myself to you Nimejitoa kwenyu so that I can be your God. ili niweze kuwa Mungu This is wenu. what he tried telling the nation of Israel, but they couldn't get Hili it. ndilo alikuwa akijaribu kuambia taifa la Israeli na hawakuweza His kuelewa. desire was that they would be a peculiar people, Shauku lake lilikuwa kwamba wakaweze kuwa watu wa the kipekee, people of God. watu wa Mungu. Now for us, that has become a reality. Sisi kwetu imekuwa ni We are hakika. a chosen generation. Sisi ni taifa We teule. are a royal priesthood. Sisi ni taifa Taifa la la kiukuhani. kiukuhani, A special people to God, watu wa kipekee wa that Mungu, we may show forth the praises of God. ya kwamba tukaweze kudhihirisha That tells utukufu you- na sifa za That Mungu. tells you it gives God great pleasure Hii inakwambia kwamba inamfurahisha when Mungu we know sana who we are, wakati tunajua sisi ni kina when we know nani, that now we are one with Him, tunapojua kwamba sisi ni moja na when we yeye, know that now we have an unhindered fellowship with wakati Him. tunajua sasa ushirika wetu na wewe hauna yeye. kitu ama pingamizi yoyote. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of Jesus Jina la Bwana Christ. That lisifiwe. He chose us to be holy. Alichagua tuwe watakatifu. I like using this analogy. Ninapenda kutumia jina hili. It's like when I purposed to marry this girl. Ni kama wakati niliamua kumuoa huyu msichana, I wanted her to be mine nilimtaka awe wangu and mine only. na kuwe wangu kwa kipekee, And I decided na I nikaamua am going to be hers ninaenda kuwa wake and hers only. na wake wa kipekee. Hallelujah. Haleluya. So I decided, Kwa hivyo nikaamua, I went to her. nikaenda kwake, I remember the place. nakumbuka mahali It was in an evening.
Ilikuwa ni jioni. after I had made some wonderful meal for her, Baada wakati nilikuwa nishatengeneza chakula kizuri some kwake. nice dark meal, Nilikuwa nimetengeneza bata mzuri sana and she ate. na akala. Then as I was escorting her Na nilipokuwa namsindikiza along the way, njiani, I popped up the question. litoa lile swali. I am planning Ninapanga to be uniquely somebody's, niweze kuwa wa kipekee and they be uniquely mine. na mtu akuwe wa kipekee kwangu. Would you be Utaweza? willing to Utakubali be that unique one? kuwa huyo wa kipekee? Okay. I'm sorry, those of you who have watched a lot of Telemundo, Pole sana kwa wale ambao wamewatch telenovela nyingi I sana. did not kneel down Sikupiga magoti chini and do what people usually do, na nifanye kile watu hufanya, but I went straight to the point. lakini nililenga kile nilikuwa nataka. Would you be mine? Utakubali kuwa wangu? I thank God Nashukuru that she Mungu, did not behave like some sisters do in the church. lakini kwa sababu hakufanya vile wadada wengine wanafanya kanisani, The way they tell you, let me go and pray about it. ambao watakwambia wacha niende niombe kuihusu, But actually, lakini many of kwa them don't kweli go to pray. wengi huwa hawaendi They kuomba, go to compare notes with their friends. wanaenda kujaribu kuongea na marafiki zao, Ati guess what? kuambia So and so tazama, proposed to me. fulani na fulani amenijia, And then they watch the reaction of their na friends. wataangalia vile marafiki zao And watasema, depending on how others na respond, kutegemea na vile wengine watasema, then they will either say yes or no. ndio wataweza kusema ndio ama la. At the point when I proposed to my wife, Wakati nilipomchumbia Mchumbia, mke wangu, I had to go and tell other significant people in my life that I have chosen this one. ilibidi niambie watu fulani ambao walikuwa ni wa maana katika maisha yangu ya And kwamba I went nimemchagua to huyu, introduce her to them. na nilienda kumjulisha ama kumtambulisha kwao. And you know what? Na unajua nini? People respond differently. Watu walikuwa na mtazamo One tofauti. of them who is close to me Mmoja wao ambao ni wa karibu sana kwangu told me, aliniambia, now that one sasa with huyo the bow legs, na miguu ambayo iko kombo, is it the one that you have seen? ni huyo ambaye umeona? I knew that was meant to discourage me Nilijua hiyo ilikuwa iweze kunishusha because I moyo, was wondering, where are the bow legs here? kwa sababu nilikuwa natafuta miguu iliyo kombo iko wapi hapa. I knew it was meant to discourage me. Nilijua ilikuwa ni ya So I kunishusha told moyo. this one, Kwa hivyo nikamwambia I huyu, think actually those legs you're talking about is what I really saw. nafikiria hiyo miguu yenye unasema kombo ndio niliona, The ndio point is iliyonivutia. this. The point is this. Point ni hii, I had purposed in my heart. nilikuwa nimeamua moyoni She mwangu was going to be mine. anaenda kuwa I was wangu going to be na mimi hers. naenda kuwa When the wake. Bible is talking about holiness, Wakati Biblia inaongea kuhusu that's the same utakatifu, picture it's hiyo presenting ndio to us. taswira inayotoa kwetu God sisi, deciding to be exclusively ya ours, kwamba Mungu anaamua kuwa wetu wa kipekee and we being exclusively na His. sisi tunakuwa wake wa So kipekee. it says there Kwa hivyo inasema that hapo He chose us ya kwamba alituchagua, before Him. He chose us before the foundation of the ya world, kwamba alituchagua katika yeye kabla ya kuumba ulimwengu, that we would be holy. ya kwamba tuwe watakatifu Look at that. And Tazama hiyo. without defect before Him. na bila lawama mbele zake. What does that mean? Hiyo inamaanisha It nini? means to be without blame. Inamaanisha bila lawama. That means Inamaanisha nobody can come hamna yeyote anayeweza and kuja successfully accuse us na before God, kuweza kutustaki kwa lolote la kudumu linaloweza kutuzuia ushirika so wake, that we don't have a fellowship with Him. ili tusiweze kushirikiana naye. Hallelujah. Haleluya! You know, somebody came and tried to find defects with her when I said this is the one. Unajua, mtu alikuja na kujaribu kutafuta shtaka ama makosa kwake So that we cannot be together. ili tusiweze kuwa pamoja, But I said no. lakini nilisema la. The decision is made Nishafanya uamuzi and it is permanent. na huo uamuzi umekoma. We thank God that it has been so for the last 20 years plus. Na tunashukuru sasa imekuwa ni miaka 20 na Hallelujah. And haleluya. he's saying that we should be blameless. Na inasema kwamba bila lawama, That means nobody ambayo inamaanisha kwamba hamna mtu can yeyote come and accuse you before God anaweza kuja na kukushtaki mbele ya Mungu in a way that will make you not have fellowship with Him. kwa njia ambayo itafanya usiwe na ushirika naye. That's what it means to be blameless Hiyo ndio inamaanisha wakati tunasema hapa kuwa bila or lawama. without defect. Bila lawama It doesn't mean that we don't sin. haimaanishi kwamba hatufanyi dhambi. Yes, as Christians sometimes we sin. Ndio, sisi kama Wakristo wakati mwingine tunafanya dhambi, Though we are learning to let God live through us
more and more, ingawa tuko katika hali ya tunamwacha Mungu aweze kuishi ndani yetu zaidi na so zaidi, that we stop yielding ourselves to sin. ili tukaweze kuacha kujiweka chini ya dhambi. We are learning not to yield our members as instruments of unrighteousness, as the Bible says. Tunajifunza kutotoa vyombo vyetu ama mili yetu kama kutumika kwa dhambi. We are learning to present our members as instruments of righteousness. Tunajifunza kutoa mili yetu kama vyombo vya utakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Yes, sometimes there will be sin, Ndiyo, wakati mwingine kunaweza kuwa na but dhambi, nobody can sustain an argument lakini hamna mtu yeyote anayeweza kushikilia staka that you should not have fellowship with God ili kwamba usiwe na ushirika na Mungu or intimacy with the Father ama usiweze kuwa karibu na Mungu because of your own kwa sins. sababu ya dhambi zako mwenyewe. And God is just. Na Mungu ni wa haki. He does not overlook sin. Yeye huwa hapuuzi dhambi. The only reason why we cannot be accused before him Sababu tu ya kwamba tuweziweza kuhukumiwa mbele zake is because Jesus Christ has already paid the ni price kwa for sin. sababu Yesu Kristo tayari ashailipia gharama ya And we dhambi, shall be looking at na that. tutaangazia hayo. So we are holy. Kwa hivyo sisi ni In other words, watakatifu, we are uniquely his. sisi ni wa kipekee kwake, He is uniquely ours. yeye ni wa kipekee And we wetu, are without blame before him. na sisi hatuna lawama mbele And zake. all of this is because of his love. Na haya yote ni kwa sababu ya upendo And it wake, gives him good pleasure. na inampa furaha kuu. Now look at what the Bible says in 1 Corinthians chapter 1 and verses number 9. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 1:9. Hallelujah. Haleluya. 1 Corinthians chapter 1 and verses number Wakorintho wa 9. kwanza The 1:9. Bible says, Biblia inasema, God is faithful, through whom you are called into fellowship with the Son, the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. inasema Mungu ambaye mmeitwa naye ili muwe na ushirika na mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu ni mwaminifu. Hallelujah. Amen. Not only did God purpose in his mind, Mungu tu hakuamua kwa mawazo yake, but he faithfully executed the plan lakini aliweza kufuatilia na kutoa mpango huo in faithfulness. katika hali ya ukamilifu na Hallelujah. uaminifu. Amen. Amen. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. He was not only faithful to the plan, Hakukuwa tu mwaminifu kwa mpango huo, but he is faithful also to the sustaining of the plan, lakini ni mwaminifu kuona kwamba mpango huo to make sure umetimika, that throughout all eternity, kuona kwamba kupitia umilele wote his plan will always be and nobody can undo it. mpango wake utakuwa uko na hamna mtu yeyote anaweza kuupangua. So number one, Kwa hivyo ya the kwanza, Father purposed Mungu aliamua our intimate fellowship. ya kwamba ushirika wetu wa karibu naye, He purposed that. alikusudia ushirika wetu wa karibu naye. Hallelujah. Haleluya. Secondly, Ya pili, the Son purchased and secured our intimate fellowship. mwana alinunua na kuhakikisha ushirika huo wa karibu. We are talking about the fellowship with the Father, the Son, and the Holy Tunaongea Spirit. kuhusu ushirika wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. The Son purchased and secured it. Mwana alinunua na kuhakikisha. John chapter 17 and verses 21 to Yoh- 23. Yohana 17 mstari wa 21 hadi What does 23. the Bible say? Biblia inasema nini? Hallelujah. Haleluya. John 17, Yohana 17 21 to 23. mstari wa 21 na 23. This is what the Bible says. Haya ndiyo Biblia inayosema, That they all may be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us. inasema kwamba ili wawe na umoja kama vile wewe Baba ulivyo ndani yangu na mimi nilivyo ndani yako, wao nawe wawe ndani yetu. Hallelujah, hallelujah, Amen. hallelujah. This was the prayer of Jesus Christ. Hili lilikuwa ni ombi la Kristo Yesu. It was on the last day of his life before he went to the cross. Huu ulikuwa ni wakati wake wa mwisho kabla ya kwenda msalaba. Amen. Amen. And you know, the last words or the last prayer of a dying man are very important, Na especially for unajua, us Africans, isn't it? kwetu sisi wa Afrika, mambo ama maneno ya mtu ya mwisho ni ya muhimu sana. So this was actually his last prayer. Hili lilikuwa ni ombi lake la mwisho. And he
now at this point was calling his disciples friends. Na sasa kwa wakati huu alikuwa anawaita wale wanafunzi wake rafiki. He had not called them friends before, Kabla ya haya hakuwa amewaita but now he marafiki, calls them friends lakini sasa anawaita rafiki because finally kwa sababu hatimaye they knew what Christ was doing has been doing all along. walikuwa wamejua kile ambacho Kristo alikuwa akifanya. Of course, after he dies and resurrects, he doesn't call them friends, he calls them brothers. Ukiangalia baada ya kufa na kufufuka hawaiti rafiki tena, anawaita ndugu. So here he is praying for his friends. Sasa hapa anaombea rafiki People zake, who are finally are understanding. watu ambao wako katika hali ya So kuelewa. this is the reason why Christ came. Hii ndio sababu Kristo alikuja. This is why he has to go to the Hii ndio cross. sababu ya yeye kwenda msalabani, And he is praying for them na anawaombea that they may be one. ya kwamba wakaweze kuwa moja. Hallelujah. Amen. Just as he and the Father is one. Vile ambavyo yeye na Baba wako He pamoja. is saying that they may be one in us. Anasema ili wawe na umoja nasi kama vile wewe Baba ulivyo ndani yangu na mimi Hallelujah. nilivyo ndani yako. One in us Wao nao wawe ndani yetu. is the language of intimacy. Hiyo ni lugha ya kuwa pamoja. Ukaribu ulio, ushirika ulio mkuu. Ushirika wa ukaribu. Hallelujah. Amen. The world cannot have this. Ulimwengu hawezi kuwa na haya. Other religions and other faiths cannot give you Dini this. zingine haziwezi kuwa na hii. Jesus was praying that this will be the reality of the people who put their faith in him. Yesu alikuwa naomba kwamba uwe ni uhakika wa watu ambao wanaweka imani yao kwake. Wow, look at the next part. It says Hebu what? angalia sehemu hiyo nyingine inasema nini? It says, the glory which you have given me, I have given to them, Inasema utukufu ule ulionipa nimewapa wao, that they may be one even as we are one, I in them and you in me, and they may be perfected into one. ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja, mimi ndani yako na wewe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, That the na world may know that you sent me and loved them even as you loved me. na ulimwengu Hallelujah. upate kujua ya kuwa umenituma nami nimewapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Hallelujah. Haleluya. This is good news. Hii ni habari njema. He is saying, the glory which you gave me, Inasema kwamba utukufu ambao ulinipa I have given them. nishawapa. This is the difference in the New Testament. Hii ndio tofauti tulionayo katika Agano In Jipya. the Old Testament, they used to be told Katika Agano la Kale walikuwa that the glory of wanaambiwa the Lord they should not touch, ya kwamba hawafai kuguza utukufu wa Mungu. or they wouldn't be partakers of his glory. Hawangeweza kushiriki utukufu wa Mungu. But in the New Testament, Lakini katika Agano Jesus Jipya, is saying, Yesu the anasema glory which you have given me, utukufu ambao I umenipa have given to them. nishawapea. Now, which glory is he speaking about Utukufu huu here? ananena ni utukufu gani? Let me tell you, my brothers and Wacha sisters, niwaambie ndugu zangu na dada zangu, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, there is no greater glory hakuna utukufu mwingine than mkuu being one with the Father, the Son, and the Holy kando na Spirit. kuwa moja na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. People think that greater glory is having greater material wealth or Watu wengi acquisition. wanafikiri kwamba utukufu mkuu ni kuwa na mali nyingi, But that is nothing in comparison, lakini hiyo ni bure ukiangalia, ukilinganisha with being one na kuwa moja with the God of the universe. na Mungu wa ulimwengu. Hallelujah. Haleluya. That is the greater glory that Jesus Huo was ndio speaking about utukufu here. mkuu ambao Yesu alikuwa He ananena says, kuhusu the hapa. glory which you have given me, I have given to them, Anasema utukufu ule ulionipa nimewapa wao, that they may be one, ili wawe mmoja even as we are one. kama sisi tulivyo mmoja, I in them, mimi ndani yako and you in me, na wewe ndani yangu, that they may be perfected into this ili oneness. waweze kukamilika katika umoja huu. And he said, when that happens, Na inasema hayo yakitendeka, that the world may know ulimwengu upate kujua that you may send me ya kwamba umenituma and loved them na unawapenda even as you loved me. kama ulivyonipenda The mimi. greatest witness to the world
ushuhuda mkuu wa ulimwengu concerning the coming of Jesus Christ kuhusu kuja kwa Yesu Kristo and the reality of Jesus na Christ ukweli wa Yesu Kristo is our oneness ni umoja wetu with God. na Mungu. Hallelujah. Haleluya. He says that they may be perfected into one, Inasema kwamba wakaweze kukamilika katika moja, that the world may know ya kwamba ulimwengu upate kujua that you sent me ya kwamba ulinituma and that you have loved them na kwamba umewapenda even as you have loved me. vile ulivyonipenda. Don't you like that? Unapenda hayo? We are not loved differently by our Heavenly Father Upendo wa Mungu sio tofauti kwetu than the way He loved Jesus Christ. na vile alimpenda Yesu The Kristo. same way the Father loves Jesus Vile tu Mungu alivyompenda is the Yesu, same way that He loves us. vivyo hivyo ndivyo anavyotupenda. After all, we are the body of Jesus Christ. Hata hivyo sisi ni mwili wa Kristo How Yesu. can you love the head and hate the body? Unawezaje penda kichwa na uchukie It mwili? is impossible. That is Haiwezekani. why I have a problem with some of these so-called prophets Ndiposa niko na shida na hao wanaojiita manabii who come and show us how much God has displeasure with ambao us. wanakuja na kutuonyesha vile ambavyo Mungu ametukasirikia, That the way He doesn't have pleasure with ya us. kwamba vile Mungu Hatufurahii. hatumfurahishi Mungu, Hatufurahii. hatufurahii The same way He loved Jesus, or He vile, loves Jesus, vile alivyompenda Yesu is the same way He loves us. ndivyo anavyotupenda And He sisi. is saying, Na anasema as the world witnesses, vile ulimwengu unaposhuhudia shuhudia, how close we are with our God, vile tuko karibu na Mungu effortlessly, bila kung'ang'ana, then they will know watajua that Jesus ya kwamba is Yesu real. ni wa kweli. His coming Kuja kwake was true. kulikuwa ni kwa What kweli. He did Kile was alichofanya true and practical. ilikuwa ni ya kweli kabisa. That is such a greater witness. Huo ni ushuhuda mkuu sana. You know, you have many people who go outside there Unajua kuna watu wengi wanaoenenda kule nje in the name of witnessing for Christ, katika jina la kumshuhudia Kristo, but they misrepresent God. lakini wakifika pale kule nje hawamshuhudii Kristo, They misrepresent Him, wanamshuhudia visivyo, wanamshuhudia visivyo, because they are not doing it from a position of intimacy with Him. kwa sababu hawafanyi katika ile hali ya kuwa pamoja naye ama kuwa katika ushirika wa karibu naye. Hallelujah. Haleluya. Oneness, our oneness with the Father and the Son and the Holy Spirit Umoja na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu is a proof ni udhibitisho of the reality of Christ. wa kuja kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Look at what Psalm says in Psalms chapter 8 and verses number 4. Tuangalie kile Zaburi anasema katika Zaburi 8:4-6. Psalms chapter 8 and verses 4 to 6. Zaburi 8:4 hadi 6. What does the Bible say? Biblia inasema nini? It says, what is man that you think of him? What is the son of man that you care for him? For you have made him a little lower than the angels and crowned him with glory and honor. You make him rule over the works of your hands. You have put all things under his feet. Zaburi 8:4 hadi 6 inasema, mwanadamu ni kitu gani hata unamfikiria? Binadamu ni nani hata unamjali? Umemfanya chini kidogo kuliko viumbe wa mbinguni, ukamvika taji na utukufu na heshima. Hallelujah. Umemfanya mtawala juu ya kazi za mikono yako. Umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Hallelujah. Haleluya. It says you have crowned him with glory and honor. Inasema kwamba umempa utukufu. Now the psalmist Na here is speaking heshima. prophetically, Mwandishi wa Zaburi hapa alikuwa anaongea kinabii, because this is only fulfilled in Christ. kwa sababu hii ilitimika tu ndani ya Now we Kristo. have been crowned with glory. Sasa tumevikwa utukufu. That is oneness with the Father. Hiyo ni kuwa mmoja na And we have been Mungu, crowned with honor. na tumevikwa heshima. We have been given the name that is above every other Tumepewa name. jina lililo juu ya majina yote. In other words, Kwa mambo mengine, the same authority that Jesus carries ile nguvu ama uwezo ambao mamlaka ambao Kristo is the alikuwa same nayo, authority that we have. ndio hayo mamlaka tulio That nayo. is great honor. Hiyo ni heshima It says kuu. you have made him ruler over the works of your hands. Inasema kwamba umeweka vitu vyote chini ya miguu And you yake. have put all things under his feet. Umemweka mtawala juu ya kazi za mikono yake, na umeviweka vitu vyote chini ya miguu yake. As we move on, we will look at the benefits of our fellowship with God. Tunapoendelea tutaangazia kuhusu faida za kuwa na ukamilifu katika ushirika na Mungu. And we will look at what it means to have been made rulers and
all things to have been put under us. Na tutaangalia inamaanisha nini wakati tunasema tumefanywa kuwa viongozi wa Hallelujah. vitu vyote, Because this will change our prayer life kwa sababu hii itabadili vile tunavyoomba. for many of us. Kwa wengi wetu It will change how we see things. itatupa taswira nyingine ya kuona vitu. Amen. Amen. So we have been made one with Christ. Kwa hivyo tuliumbwa moja na Kristo. Hallelujah. Amen. Now, I want you to see something here that we shall look at later on. Nataka uangalie kitu hapa ambacho tena tutaangalia wakati mwingine. This is the goal of our salvation. Hili ndilo lengo la wokovu wetu. This is what the Bible talks about when it talks about us being made perfect. Hii ndio Biblia inayoangazia wakati inaongea kuhusu sisi kufanywa wakamilifu. The goal of our salvation Lengo la wokovu wetu and being made perfect na sisi kufanywa wakamilifu simply means inamaanisha kwa njia us nyepesi coming into oneness or intimacy with God. sisi kukuja katika hali moja ama kuwa na ule uhusiano wa karibu na Mungu. Hallelujah. We Hallelujah. will look at that next week as we move on. Tutaangalia hayo juma lijalo tunapoendelea. Amen. Amen. For now, we are going to end it there. Kwa sasa tunataka tutamatishe hapo In today's word, katika neno la leo. I hope this word has ministered to you Natumai hili neno limeweza and you kukuhudumia have started understanding na umeweza kuelewa what the fellowship with the Father, the Son, and the Holy kile Spirit is. ambacho ushirika wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu unamaanisha. Hallelujah. Haleluya. You see, Unaona, many of us wengi wetu only know, tunajua tu only know tunajua tu about the fellowship of the Holy Spirit kuhusu tu ushirika wa Roho Mtakatifu when we are making that prayer, famous prayer. tunapoomba lile ombi ambalo tunalijua. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the Father, and the fellowship of the Holy Spirit. Na ushirika wa Roho Mtakatifu. That's the only thing we know about fellowship with the Father. Hilo tu ndio jambo tunajua kuhusu ushirika wetu na Baba. But Lakini we are learning tunajifunza and we are growing. Amen. na tunakuwa. Father, we thank you for the entrance of your word once again. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako tena. Thank you for speaking to us Asante kwa kunena kwetu sisi and making clearly known to us na kufanya kwa uhakika what is in the mind of the Father. yale yaliyo katika mawazo ya Baba. Thank you Asante for fellowship and intimacy with you. kwa ushirika wa karibu na wewe. Thank you that we don't have to buy access. Asante kwa sababu hatulipii kuja kwako, We have full unhindered access. lakini tuko na tumepewa huo ushirika wa karibu ambao haufungiwi na jambo lolote. And we thank you, Na Lord. tunakushukuru Baba. May you receive all the praise Pokea sifa zote and the glory na utukufu and the honor. na heshima. In Jesus' wonderful name we pray. Katika jina kuu la Kristo Yesu tunaomba. Amen. Amen.